Ni wazi Almasry anaenda kuingia kama underdog mbele ya Simba. Almasry anaingia kama underdog kwa sababu katika zile timu 8 Simba pale timu ambayo anaweza akakompete nao ni Zamalek peke yake. Mwalimu anatakiwa aanze na ngoma. Fabrice aanze na ngoma. Ampe kipindi kimoja afu kipindi cha pili kwa sababu timu inatakiwa iwe na intensity ile nguvu. Baadaye ngoma atolewe aingie nani? Aingie sio Kajefa, aingie Debla Fernandez. Mavambo. Anakosekana Chemaroni Fondo, Kalabucha Mu, Abdulrazak Hamza, Mohamed Hussein Kapombe. Kuna shaka? Mimi sina shaka. Kikubwa hapa huyu CEO wa timu ndio atakayelinda hii back four. Kagoma. Yaani Kagoma ndio atakayosababisha beki ya Simba ionekane bora zaidi. Kwa mimi sina wasiwasi hata kama akikosekana nani. Bana, karibu sana, tuendelee kuyazungumza yale yote ya kimichezo ambao anaendelea kuchukua nafasi kwa hivi sasa. Kubwa zaidi ni mchezo wa kimataifa. Wekundu wa Msimbazi Simba wao watashuka dimbani dhidi ya Al-Masry, kombe la shirikisho barani Afrika, Simba akiwa anaitafuta tiketi ya kufuzu nusu fainali, na wameweka kauli kwamba safari hii wanavuka. Nipo na ticha hapa JB 64. Ni kweli wanavuka ama wataendelea kuishia robo na jina lao la mwaka robo? Karibu sana tuzungumza kimichezo. Ticha JB, upo vizuri? Sisi tunashukuru Mungu, tunashukuru Mungu. Tuko vizuri. Bahati nzuri wale waliotupa sisi jina la mwaka robo wao robo imewashinda. Sasa wewe unambatiza mwenzio jina hajui kama robo sio kitu cha mchezo. Robo finali sio masiala. Of course. Ukiona timu imeweka consistency ya kuingia robo kila wakati. Simba sasa hivi na takribani mara sita hivi. Umeelewa? Inaingia makundi na ikitoka makundi lazima iende robo. Haijawahi kufeli. Yaani msimu wa uwekezaji Simba hajawahi kufeli. Yaani akiingia makundi basi ujue moja kwa moja anaenda robo finali. Na maana Simba anachotafuta ni kutoka robo sasa kuelekea nusu. Kwa hiyo wao walituita sisi mwaka robo. Waulize wao mwaka huu robo wakina nani au JB? Yanga. Watu wafichi tunawataja wao. Unazungumzia Young Africa. Wao walituita sisi jina la mwaka robo. Wao robo wameiweza, wao tuwaite nani? Wazoa makundi au si? JB 64 tunaelekea kwenye mchezo wa Simba dhidi ya Al-Masry ama Al-Masry dhidi ya Simba kule nchini Misri. Tuanzie mchezo wenyewe kwanza. Slogan yenu ni kwamba hii tunavuka. JB 64, ni kweli hii mnavuka kama ilivyo slogan yenu na mmechoka kuishia robo finali? Hii kweli tumechoka na hii kweli lazima tuvuke. Kwa sababu kauli ya bosi inaishi. Sasa hivi ni takriban mwaka wa 6 sasa hivi. Kwa hiyo tangu bosi azungumze kwamba ninaibrand Simba ili iwe miongoni mwa timu 5 ambazo zitakaweza kushindana na timu kubwa barani Afrika, na hili tumeliona. Simba sasa hivi ana uwezo, kashaka standard ya kucheza na timu yoyote barani Afrika, awe national awe nani yoyote atakayepita mbele, Simba anacheza naye na anacheza naye kwa ushindani. Kwa kilichobakia sasa hivi ni swala la kulitafuta lile kombe. Umeelewa? Na ndio maana umefanyika usajili mkubwa, tumetengeneza timu yenye uwezo mkubwa wa kwenda kushindana. Kwa hiyo kwa msimu huu huyu Al-Masry atatusamehe. Yaani msimu huu Simba lazima twende finali na twende tukaligombanie kombe. Na kwa nini nasema hivyo? Kwa sababu hata ukiziangalia hizi timu mbili zinazoenda kukutana. Sawa, yani Simba anaenda kukutana na Al-Masry. Ukiangalia kwenye ligi zao, Al-Masry ingawa yeye ametoka kwenye ligi namba 1 barani Afrika, lakini anashika nafasi ya 4 mpaka sasa hivi. Shika nafasi ya 4, amecheza mechi 17, ameshinda mechi 8, amesuru mechi 6, amefungwa mechi 3. Ameshinda goli 19. Umeelewa? Ameruhusu goli 11. Kwa goal difference ana goli 7 kwenye ligi yake. Sawa? Ukija ukichukua Simba imecheza mechi 22. Imeshinda 18. Umeona? Kwa hiyo tumemwacha mechi 10. Umeelewa? Simba amesuru mechi 3, amefungwa mechi 1. Kwa hiyo wao amesuru 6, sisi tumesuru mechi ngapi? 3. Na hapo si ndio tumemzidi mechi. Ina maana mechi zikiongezeka inawezekana akasuru zaidi. Umeelewa bwana? Au akafungwa zaidi. Kwa hiyo Simba amefungwa mechi 1 tu kwenye ligi yake ya Tanzania. Goli ana 50 plus. Umeelewa? Goli alizoruhusu ni 8 mpaka sasa hivi. Kwa hiyo ukiangalia kwenye forward, Simba forward line yake ni kali sana. Kwa sababu ina goli 50 plus. Umeelewa? Na ukija kwenye backline, Simba ina backline bora. Kwa sababu mpaka sasa hivi amecheza mechi nyingi kuliko Al-Masry, lakini Al-Masry ameruhusu goli 11, Simba ameruhusu goli 8. Ukija kwa magoli kipa, Simba golikipa wa Al-Masry ana clean sheet 6.
lakini golikipa wa Simba ana clean sheet 15. Kwa unaona moja kwa moja yani Simba kila idara amemzidi nani? Almasi. Ukija historical background Almasi na Simba tumekutana nao sawa kama misimu 6 nyuma. Tulikutana nao kwenye shiriki msimu wa 17 18. Simba amekutana na Almasi hapa, tulitoa sare ya 2-2. Simba ndio inaanza kutengenezwa hapo. Tumekutana nao tumetoa sare ya 2-2 hapa Taifa. Mechi ilikuwa na vurugu kubwa, mvua zilikuwa za kutosha tu, mechi ikawa inasimama, uwanja umejaa maji. Alafu tukaenda kwao tukatoa sare ya bila kufungana. Kwa hiyo wakafuzu wao kwa kanuni kwenye kombe la shirikisho. Kwa hiyo moja kwa moja unaona kabisa kwamba Simba ni timu ya aina gani na Almasi ni timu ya aina gani. Kwa hiyo Simba ina forward line bora kuliko ya Almasi. Tumezungumza hapo vizuri sana, umetoa takwimu nzuri sana kuelekea kwenye mchezo huo. Almasi leo umetaja takwimu zao, umetaja ubora wao, namna udhaifu, lakini Simba umetaja ubora wao. Turudi sasa kwenye ligi kuu ya nchini Tanzania na tuimulike ligi ya kule Misri. Ni ligi namba 1 kwa ubora barani Afrika. Tukompare hivi vitu viwili. Tumezungumzia Simba karuhusu magoli 8, lakini Almasi ameruhusu magoli 11, lakini Simba amefunga magoli mengi sana kuliko Almasi. Tuzungumzie ubora wa ligi. Ubora wa ligi unaweza ukawa favor sana Almasi kuliko Simba kwenye huu mchezo? Somehow, lakini uwezo ukaichukulia sana kwa sababu hata tukienda kimataifa bado Simba kitakwimu. Turudi kwenye takwimu za kimataifa kwa Simba. Hata kimataifa Simba bado yuko juu kwa sababu Simba ana magoli mengi na Simba ameruhusu magoli machache tofauti na Almasi. Simba ameshinda mechi 4, amefungwa 1, amesuru 1. Lakini Almasi ameshinda mechi 2. Nyumbani kwake kashinda mechi 2, kasuru 1. Si umeelewa? Simba ameshinda mechi zote 3 nyumbani. Si umeelewa? Na amekwenda away, ameshinda mechi 1, amesuru 1, amefungwa 1. Na ukiangalia idadi ya magoli Simba ana magoli mengi kuliko Almasi. Hata magoli ya kuruhusu Simba ameruhusu magoli machache kuliko Almasi. Yaani bado ukichukulia kwa sababu ligi yao namba 1 yetu namba 6. Ukasema labda takwimu zitambeba nani? Almasi. Bado turudi kimataifa Simba bado wako bora kuliko Almasi. Kwa ubora wa Simba uko vizuri zaidi kuliko nani? Almasi. Na hata ukija kwenye makundi Simba ameongoza kundi lake akiwa na point 10 lakini Almasi yeye amefanya nini? Ameshika nafasi ya pili. Kwa hiyo bado Simba ni bora kuliko Almasi. Ni matokeo tu ya kimpira labda ndio tunatumia kwamba Simba ni bora kuliko Almasi kwa namna ambavyo vitu ulivyosema hapo JB 64. Simba ni bora kuliko Almasi. Kwa sababu kuna aina ya wachezaji wa Simba hata wakienda kimataifa bado wanakuwa ni mwiba. Tena kwenye ligi hawafanyi vizuri. Kwa mfano kama Kibu Denis. Kibu Denis kimataifa ndio mchezaji ana magoli mengi kuliko mchezaji yoyote. Yaani hakuna mchezaji wa Almasi anaweza akamfikia nini? Kibu. Umeelewa? Yaani ukitaja wachezaji wa shirikisho wenye magoli mengi Kibu yumo. Wachezaji watatu Kibu yumo. Umeelewa? Si umeelewa? Na ukitaja kikosi cha kafu chote, klabu bingwa na shirikisho vyote, utengeneze kikosi. Simba ameingiza wachezaji wawili. Si umeelewa? Turudi kuwazungumzia ubora wa wachezaji wa Simba. Tumezungumzia vizuri, sasa turudi umemzungumzia Kibu Denis. Ameonekana kuwa ni mwiba sana kule mchezo zidi Almasi. Ameongezeka na Elie Mpanzu. Tutegemee nini? Kasi tumeona katika ligi kuu soka Tanzania bara, Volcano Elie Mpanzu, lakini pia Kibu Denis. Tunaweza kushuhudia test aina gani kwenye mchezo? Test itakuwa kubwa kwa sababu kama uliangalia mechi ya timu ya taifa na Morocco. Umeelewa? Ndio maana mimi nina kauli yangu nasema yani ni afadhali ukapewa Messi wawili wakabe kuliko kumkaba Kibu Denis. Yani bora ya Messi kuliko yani ni afadhali umkabe Messi kuliko kumkaba Kibu. Ukipewa Kibu utapata tabu. Kwa sababu Messi alicheza na ile beki ya Morocco. Hakufanya nani reaction yoyote kombe la dunia. Lakini Kibu amekutana na beki ile amewasumbua vibaya mno. Mpaka amegongesha mwamba, ana kasi, ana nguvu. Yani aliyokuwa anawafanya anapotaka yeye. Akiamua kuondoka nao anaondoka nao. Kwa hiyo Kibu sasa ongeza na Mpanzu pale ndani. Wewe unafikiri kitaenda kutokea nini? Kwa hiyo naiona Simba inaweza ikapata matokeo ugenini kule. Mimi naanza na sare. Yaani Simba sare anaipata na wakikaa vibaya tunachukua point 3 kule kwao. Mechi inaweza kaishia kule. Watu wanashindwa kumzungumzia kiungo kutokea Ivory Coast wa Simba, Jean Charles Ahoua. Katika wale wachezaji wa Simba wameingia katika kosi bora, pia ni mmoja wapo. Ubora wake kama kiungo Jean Charles Ahoua huku kwetu tunasema bado ni slow sana, ama alizishi kwa namna ya uchezaji wake, lakini kwa amekuwa na impact nzuri sana katika michuano ya kimataifa. Vipi impact yake katika mchezo huu dhidi ya Almasi? JB 64 tunazungumzia ni top scorer wa Simba kama sikosei. Kwenye huu mchezo anaenda kuwa na impact gani? Sio top scorer wa Simba, top scorer wa ligi. Of course.
Ni top scorer wa ligi kuu soka Tanzania bara. Natakuwa umalizie hivi. Ni top scorer wa ligi ya Tanzania bara. Impact yake kwenye mchezo dhidi ya Almasi. Impact yake itakuwa kubwa. Nenda kaangalia mechi ya Simba na Faction. Aliyefunga goli la kwanza alikuwa nani? Sijincha Zawa. Of course. Kwa hiyo yule sio kwenye ligi mpaka kule. Huku manake wanasema wao wanafunga magoli ya penalti, sio nini, sio ya faulo. Lakini kule amefunga goli moja kali sana ambalo alitengenezwa assist, alitoa Ateba. Malone. Mpira mrefu. Ateba akauchukua ule mpira papo afu akampitisha nani Chazawa. Au alikuwa na mabeki wawili lakini akaenda akafunga. Sasa huyu mchezaji unasema yuko slow vipi ikiwa Waarabu hao aliwachukua akaenda akafunga goli. Umeelewa? Kwa hiyo mimi naiona kabisa kwamba ile cage, unajua Simba tuna cage kule mbele. Cage. Yaani cage maana yake kirefu chake K ni Kip Dennis. Sawa, ukija E ni Elia Mpanzu, alafu ukija G ni Chincha Zawa. Cage. Wao wana map. Lakini mapu yao ishafutika imenyeshwa na mvua. Na alotengeneza ile ramani ameshaondoka. Gamond. Sisi tuna cage ambayo imetengenezwa na Fadlu Davis, lakini Fadlu Davis mpaka sasa bado yupo profesa. Kwa hiyo na uhakika kabisa tunaenda kuchukua kuanzia pointi 1 au pointi 3. JB 64 kwa aina ya wachezaji wa mbele au tumezungumza hivyo, lakini turudi katikati tuangalie wachezaji wa kati pale. Kuna Fabrice Luamba Ngoma wenyewe wakimuita teacher, lakini kuna Okejefa, lakini pia kuna Yusuf Kagoma. Mwalimu Fadlu Davis mara kadhaa amekuwa akimtumia Kagoma pamoja na Fabrice Ngoma. Kwa aina ya uchezaji wa Kagoma tumeona katika timu ya Taifa Stars kulikuwa kuna kelele sana baada ya kuingia Kagoma, ameituliza timu, tunaye hata maneno umesikia na mpira umeuona. Impact ya Kagoma pamoja na Fabrice Ngoma pale kati kunaenda kuwavuruga vipi Almasry kwenye mchezo? Simba wana pure. Mimi kila siku nilikuwa nawaambia Kagoma ni pure defensive midfielder kwa Tanzania. Sawa, watu wengi wako wanabisha. Na wameona na Morocco ile. Kagoma yuko nje, timu inatanguliwa goli 2. Lakini Kagoma anaingia, timu inatulia na Morocco hakuweza tena kupata goli. Mpaka ule nani Amrabat ilibidi lifikia kipindi ilibidi atolewe kwa sababu pale katikati alikuwa amekamatwa. Sasa angalia Kagoma yuko Simba Tanzania anaenda kumkamata mtu ambaye anacheza watu Uingereza Man U na timu ya taifa ya nini ya Morocco. Kwa hiyo ndio ujue kwamba Kagoma ana ubora kiasi gani. Sasa je, kama Amrabat alikamatwa na Kagoma vile, sasa unavyofikiria huyo kiungo wala Almasry ataweza kushindana na Kagoma pale katikati? Kwa hiyo mimi naiona kabisa kuanzia katikati Simba ataanza kukamata mchezo kuanzia nini kwenye safu ya viungo. Ni yupi sahihi wa kwanza na Kagoma, Fabrice ama Okejefa? Mwalimu amekuwa amemtumia Fabrice Ngoma. Kwa upande wako JB 64, ubora wa Okejefa pamoja na Fabrice Ngoma, mwalimu ni yupi sahihi wa kwenda naye kwenye mchezo? Mwatazama wote katika wachezaji wa Simba. Mwalimu anatakiwa aanze na Ngoma. Fabrice aanze na Ngoma. Ampe kipindi kimoja afu kipindi cha pili, kwa sababu timu inatakiwa iwe na intensity ile nguvu. Baadaye Ngoma atolewe aingie nani? Okejefa. Aingie sio Okejefa, aingie Debla Fernandez. Mavambo. Mavambo hivi sasa imekuwa kama ni si chaguo la mwalimu Fadlu Davis. Umeona pia hata time za kucheza imekuwa ni ndogo sana kwa upande wake. Ngoma kuna kitu ameongeza kutokana na sajili bora zilizofanyika ndani ya Simba. Kwa Ngoma kuna kitu amekiongeza. Kwa hiyo na yeye anatakiwa amuonyeshe mwalimu ili aweze kurudi katika nafasi yake, kwa sababu tulivyoanza ligi alikuwa anaanza nani? Alikuwa anaanza Debra Fernandez, lakini mwisho wa siku Ngoma akaja akachukua nafasi. Kwa hiyo na yeye anatakiwa aonyeshe jinsi gani anaweza kumconvince mwalimu ili amtoe Ngoma aingie yeye. Anakosekana Chemaroni Fondo, Kalabucha Mu, Abdulrazak Hamza, Mohamed Hussein Kapombe. Kuna shaka? Mimi sina shaka. Kikubwa hapa huyu CEO wa timu ndio atakayelinda hii back four. Kagoma. Yaani Kagoma ndo atakayosababisha beki ya Simba ionekane bora zaidi. Kwa mimi sina wasiwasi hata kama akikosekana nani pale katikati. Bado tuna wachezaji wana uwezo mkubwa. Kwa Karabu Shoma, Shebu pamoja na nani? Na Abdulrazak. Simba iko kwenye mikono salama pamoja na Shomari Kapombe na Chabalala. Kuna namna ambavyo Aishi Salum Manula ameimbwa, lakini hivi sasa ni nyakati za kumwimba Musa Pinpin Kamara. Yupo Pinpin Kamara kule kwako, kuna shaka kwa aina magolikipa ambao wamesafiri kule, lakini maswala yamekuwa mengi sana pia kwa Aishi Salum Manula. Ni kwamba kama nyakati zake zimeisha vile Simba. Manula hajaisha, isipokuwa ni taratibu tu za uongozi na timu yetu. Lakini mimi nina uhakika atakuja, atarudi tu. Lakini kwa Kamara
Simba iko kwenye mikono salama. Atarudi kwenye nyakati hizi za Pinpin. Manula ataibuka kwenye nyakati kwa sasa bado. Hawezi kuibuka kwa sasa bado kwa sababu Pinpin Kamara anatisha kwa sababu kama umeangalia mechi ya Uganda na nani? Na Guinea zidi kufuza AFCON. Watanzania wengi walikuwa wanajua kwamba Kamara ameumia. Kamara amecheza ile mechi na bado ametoka na clean sheet. Kwa hiyo yuko vizuri. Tunaweza kusema nyakati za Manula zimekwisha mbele ya Pinpin Kamara. Kwa Pinpin Kamara Manula bado anasubiri mpaka na yeye amuonyeshe mwalimu. Ama ni nyakati sahihi za mpa changamoto nyingine Aishi Salum. Bado Simba bado tunamhitaji Manula. Sababu Manula bado ni Tanzania 1 na bado ni kipa bora, bado anahitajika ndani ya Simba. Sio kwamba umepata kipa bora basi kile cha zamani ukitupa. Usiache mbachao kwa msala upitao. Ni wazi Almasri anaenda kuingia kama underdog mbele ya Simba. Almasri anaingia kama underdog kwa sababu katika zile timu 8 Simba pale timu ambayo anaweza akakompete nao ni Zamalek peke yake.